ikiwa ni siku ya 15 toka Israeli pamoja na Marekani walipofanya mashambulizi ya pamoja ya kuishambulia Iran. Donald Trump leo amesema kwamba vikosi vyake vimeweza kushambulia miundombinu ya kijeshi ambayo ipo kwenye kisiwa cha Karg. Vikosi vya Iran vimeweza kushambuliwa ndani ya kisiwa hiki cha Karg. Ni kisiwa ambacho karibu 90% ya mafuta ambayo yanasafirishwa kutoka Iran yanatoka kwenye hiki kisiwa, na Donald Trump ameweza kuonya kwamba ikiwa Iran itaendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz, basi miundombinu ya mafuta itakuwa ni target au shabaha itakayofuata. Lakini IRGC wao wameweza kujibu kwamba ikiwa Donald Trump ataweza kufanya hivyo, basi miundombinu ya mafuta ambayo ipo kwenye nchi washirika wa Marekani itakuwa pia ni target halali kwa IRGC. Sasa nadhani Donald Trump pia naweza nikasema kuna kitu bado hakielewi, kwa sababu vitisho kwa Iran kwa hatua ipotikia sasa hivi, anapaswa kufahamu kwamba Iran haitishwi kwa vitisho, kwa sababu vitisho vilianza hata wakati wa mazungumzo, lakini jamaa wakaendelea kufanya bila kuwa na hofu yoyote ya kutoka Marekani. Lakini Donald Trump bado anaendelea kutumia hii mbinu ambayo imeshindwa kufanya kazi, kwa sababu watu bado wanaendelea kufanya maamuzi ambayo hayatokani na hofu au vitisho ambavyo Donald Trump anavitoa. Sasa IRGC imesema kwamba itaweza pia kushambulia miundombinu ya nchi miundombinu ya nchi ambazo ni washirika wa Marekani Mashariki ya Kati. Maanake hapa tunazungumzia Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Jordan, zote zitaweza kushambuliwa miundombinu yake ya mafuta. Sasa maanake hapa itakuwa ni wote tupoteze. Kama mimi napoteza, basi hakuna yeyote ambaye anatakiwa sasa kuweza kupata faida, maanake wote sasa wataweza kupoteza. Sasa ukiangalia uwezo wa Iran kuweza kushambulia miundombinu anao, kwa sababu hata hiki ambacho kinaendelea cha kuweza kushambulia kwa asilimia kubwa au kwa kiasi kikubwa kushambulia kambi za kijeshi ambazo zipo kambi za kijeshi za Marekani ambazo zipo kwenye hizi nchi ambazo ni washirika wa Marekani, ni kitu ambacho likisema hata wakati ule Israeli pamoja na Marekani walipokuwa bado hawajafanya mashambulizi au walikuwa bado hawajaishambulia Iran. Kwa hiyo hiki anachokisema kwanza Iran, maana yake ni kitu ambacho kinawezekana. Maana yake ukinipiga jichoni na mimi nitakupiga jichoni. Lakini sasa ukiangalia kiwango ambacho ikiwa miundombinu ya mafuta itaweza kushambuliwa na Iran, maana yake kiwango cha uzalishaji wa mafuta maana yake itaweza kupungua kwenye hizi nchi. Kwa hiyo maana yake wote tutakuwa tumekosa. Lakini pia kitu kingine ambacho nakiona ni kwamba nchi za Mashariki ya Kati, hasa hizi ambazo ni washirika wa Marekani ukiachana na Israeli, ni kwamba zinapaswa kuwa makini, kwa sababu hiki kipindi mimi naona ni kama wapo pia kwenye mtego wa kuchonganishwa. Yani Israeli pamoja na Marekani wanataka pia kuitumia hii vita kuwachonganisha Iran pamoja na nchi za Mashariki ya Kati, Saudi Arabia, UAE pamoja na nchi nyingine ambazo zipo kwenye hayo maeneo. Ni kwamba ikiwa hizi nchi zitaweza kujibu kile ambacho Iran anakifanya, manake watajikuta wanaingia kwenye mgogoro au watakuwa wanapigana wao kwa wao, kitu ambacho pia mwisho wa siku atakayekuja kufaidika ni Israeli, kwa sababu yeye ataweza kujitoa, na mwisho wa siku vita ni gharama, lakini pia unasema kwenye vita hakuna mshindi, kwa sababu lazima kuna hasara ambazo utakuja kuzipata. Kwa hiyo wakati wewe umepata hasara, kuna mwingine ambaye alikuwa hayupo kwenye vita, alikuwa amekuangalia, maana yake inakuwa ni rahisi kuweza kukutawala. Maana yake hapa tunazungumzia Irani
Israeli atakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kutawala Mashariki ya Kati. Kwa hiyo nchi za Mashariki ya Kati zinapaswa kuwa makini. Yaani hiki ambacho Iran anachokifanya ni haki yake of course, kwa sababu anajibu kile ambacho kipo kwenye katiba ya Umoja wa Mataifa kwamba ikiwa nchi itashambuliwa basi inayo haki ya kuweza kujibu au kuweza kujilinda. Lakini pia tumeona UN wameweza kulani wakitaka Iran iweze kusitisha mashambulizi ambayo inayafanya kwenye hizi nchi za Ghuba ya Uajemi, kitu ambacho ni unafiki, kwa sababu tajiuliza kwamba kifungu ambacho Iran inakitumia kuweza kujilinda kipo ndani ya UN, lakini bado UN inaitaka Iran iweze kusitisha mashambulizi ambayo inayafanya kwenye nchi ambazo zipo kwenye Ghuba ya Uajemi, na hawajasema kitu chochote kuhusu kile ambacho Marekani pamoja na Israeli walichokifanya. Hapa maana yake unaona kabisa kwamba Umoja wa Mataifa pia bado unayumba, yani kuna double standard ambayo inaendelea ndani ya UN. Kwa hiyo Irani manake bado itaendelea kufanya mashambulizi kwa sababu ni haki yake kufanya hivyo, kwa sababu tayari ipo kwenye tishio au inashambuliwa, ni lazima iweze kulinda mipaka ya nchi yake. Sasa Donald Trump anasema kwamba ikiwa Irani itaendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz, miundombinu ya mafuta itakuwa ni shabaha ambayo itakayofuata. Yani mlango bahari wa Hormuz ambao unapitisha of course asilimia takriban asilimia, lakini pia vikosi vya baharini vya Marekani vimesema vipo tayari kuweza kueskoti meli za mafuta ambazo zinapita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Sasa tusubiri nini kitakachotokea, kwa sababu tayari huu mlango umefungwa, lakini Marekani bado inataka kutumia nguvu kuishinikiza Iran iweze kufungua huu mlango. Lakini wakati Ayatollah Mojtaba Khamenei alivyotoa hotuba yake, alisisitiza kwamba huu mlango utaendelea kufungwa na bei ya mafuta tutegemee kwanza kufikia dola 200 za Marekani, ambapo kwa kabla ya mzozo mafuta yalikuwa kwa pipa moja yalikuwa yanauzwa dola 65, lakini mpaka hivi sasa mgogoro unavyoendelea au vita inavyoendelea, pipa limesimama karibu zaidi ya dola 100. Na Irani wao wamesema kwamba dunia ijipanze kwamba mafuta haya yataweza kufikia, pipa la mafuta yataweza kufikia zaidi ya dola 200. Lakini tunaona nchi tayari zimeshaanza kupiga kelele. Tunaona Ufaransa anataka kuanza kusuluhisha, anataka asimamie mazungumzo kati ya Lebanoni pamoja na Israeli kwa ajili ili Israeli iweze kupunguza mashambulizi ambayo linayafanya ndani ya Lebanoni, ikishambulia kikosi au kikundi cha Hezbollah. Manaki yote hii ni kuweza kuangalia uahueni ambao pengine wanaweza kumshawishi Irani kwa ajili ya kuweza angalau kufungua huu mlango bahari wa Hormuz. Lakini ni kitu ambacho Irani nadhani ataendelea kukisimamia, kwa sababu ni moja ya karata yake muhimu ambayo anaitumia kama pia